Kwa hiyo Kwaresima ndo funga pekee ya siku 40. Nje ya Kwaresima unaweza ukafunga kwa mambo yako binafsi, siku 2, siku 3, wiki 2, ruksa. Unafunga Kwaresima, una nia gani ndani? Shida yako nini? Una mahitaji gani? Una maombi gani? Msimu wa Kwaresima usifunge tu hivi hivi, funga lakini pia weka nia. Mwambie Mungu, hii Kwaresima nafunga, lakini pamoja na kujinyima na kufunga, nina maombi, nina shida, nina changamoto. Mkabidhi Yesu nia zako zote. Utaratibu wa kufunga unategemea mambo makubwa 4. La kwanza, hali ya kiroho ya anayefunga. Kiroho uko sawa sawa? Una mahusiano mazuri na Mungu kiroho? Jambo la pili, nia au lengo la kufunga. Unapofunga, iwe Kwaresima, funga binafsi, pamoja ya kwamba ni ibada, lakini uwe na nia, uwe na lengo. Atukuzwe Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na hata milele. Amina. Naitwa Damian Moses Ndimbo. Karibu tena Haradali Media, Haradali TV. Imani ndogo inatosha. Leo nazungumzia utaratibu sahihi wa kufunga Kwaresima. Bado tuko Kwaresima, tuko katika mwezi wa Kwaresima, tunaelekea Pasaka. Tutaangazia masuala mbalimbali ya husuyo Kwaresima. Leo tunazungumzia umuhimu wa kufunga kwa usahihi. Utaratibu wa kufunga. Mambo gani ya muhimu ya kuzingatia kwa ajili ya kufunga Kwaresima? Sasa kwenye umuhimu wa kufunga Kwaresima na unafungaje kwa usahihi Kwaresima, fatana na mimi hatua kwa hatua. Wakristo tunaamini Mungu ni roho, Yohana 4:24. Tena roho ndiyo itayo uzima, Yohana 6:63. Kwa kuzingatia hayo, tumetakaswa kwa neno la kweli ambalo linatokana na roho. Yohana 17:17, Yohana 8:32. Tunawekwa huru baada ya kutakaswa. Hivyo basi, Bwana Yesu yeye alifunga siku 40 kwa sababu alikuwa na nguvu hizo. Alifunga mchana na usiku bila kula chochote. Yeye alikuwa na nguvu hizo, lakini akasema tumfuate yeye. Mathayo 11:28. Sisi tunamfuata yeye. Yeye alifunga na sisi tumefunga. Tofauti yetu sisi na yeye ni moja. Yeye alikuwa na uwezo wa kuhimili siku 40 usiku na mchana. Sisi ni dhaifu, huo uwezo hatuna, isipokuwa kwa neema, kwa nguvu zake. Ila katika hali ya kawaida hakuna mwanadamu duniani anaweza akaishi siku 40 bila kula wala kunywa, isipokuwa kwa neema ya Mungu. Hasa hapa tunajiuliza maswali matatu. La kwanza, tunafunga kwa usahihi? La pili, tunatimiza masharti ya kufunga? La tatu, tunajua faida za kufunga kwa usahihi? Kufunga kwa usahihi ni lazima kuambatane na kutimiza masharti ya kufunga ili tupate faida ya kiroho na ya kimwili. Unaweza kufunga Kwaresima siku 40. Nje ya Kwaresima kuna watu walifunga funga mbalimbali, kwa mfano siku 3, siku 7 na kadhalika. Ukifunga Kwaresima bado una nafasi ya kufunga tena
sala au funga za vikundi au vyama vya kitume. Kwa mfano, Danieli hakufunga Kwaresima, yeye alifunga wiki 3. Danieli sura ya 10 aya ya 2 mpaka ya 3. Mfalme Daudi yeye alifunga siku 7 akimwomba Mungu ili mwanaye asife. Samueli wa pili sura ya 12 aya ya 15 hadi ya 25. Kwa hiyo Kwaresima ndio funga pekee ya siku 40. Nje ya Kwaresima unaweza ukafunga kwa mambo yako binafsi, siku 2, siku 3, wiki 2, ruksa. Isipokuwa Kwaresima tu ndio funga ya siku 40. Bwana Yesu anatoa tahadhari 3. Ya kwanza, kila Mkristo anapofunga, ili funga yake iwe sahihi, asiwe kama wanafiki. Jambo la pili, asifunge ili kujionyesha kwa watu. Jambo la 3, afunge ili Mungu ajue nia yake ya funga yake. Unafunga Kwaresima, una nia gani ndani? Shida yako nini? Una mahitaji gani? Una maombi gani? Msimu wa Kwaresima usifunge tu hivi hivi, funga lakini pia weka nia. Mwambie Mungu, hii Kwaresima nafunga, lakini pamoja na kujinyima na kufunga, nina maombi, nina shida, nina changamoto. Mkabidhi Yesu nia zako zote. Nabii Isaya anatukumbusha utaratibu wa kufunga na anatuonya mambo yafuatayo. La kwanza, kufunga sio tu kutaabisha nafsi. Kwa kuna watu hawafungi tu, wanaitesa nafsi. Ajitesa na kiu siku nzima lakini hajafunga. Jiulize, wewe umefunga au nafsi yako tu unaitesa? Kufunga sio tu kuvaa nguo za magunia na kujipaka majivu. Kufunga ni kufungua vifungo vya uovu. Kufunga ni kuacha huru walioonewa. Leo kuna mtu amefungwa bado anaonea wenzake. Hakimu, umefungwa Kwaresima, unamfunga mtu kwa kumuonea. Watu wanatoa rushwa, wanapokea rushwa. Askari unamwandikia cheti dereva wa daladala, hana hatia, hana kosa, nakula ganji, alafu unasema nimefunga Kwaresima. Mgonjwa anaumwa, nile kwanza unataka cha juu, nipe kwanza hela soda nikuhudumie, alafu umefunga. Kufunga pia ni kuwapa chakula chako wenye njaa. Kile ambacho ulipaswa kula wewe, wape wengine. Kama una uwezo kukumbuka bajeti yako ni nini. Kama huna uwezo huo, na watu tunahimizwa matendo ya huruma. Ile ulichopanga kula wewe, si auli, mpe mwingine ale, wewe funga. Kuwakaribisha maskini nyumbani kwako, huko ndo kufunga. Kuwavika nguo walio uchi, huko ndo kufunga. Usiwakimbie watu wa damu moja na wewe. Kuna mtu amefunga lakini haelewani na ndugu zake, damu moja. Jitahidi kuleta upatanisho na wao. Wakishindwa waache, fanya mambo yako. Je, kuna juhudi umefanya ili mpatane? Hujafanya, umelizika na kutoelewana kwenu. Hata mimi kwenye ukoo wetu, baadhi ya familia hatuelewani.
lakini huwezi kuwalazimisha watu muelewane. Lakini juhudi nilifanya ya kuwatafuta, tukae pamoja, tuyajenge, tusonge mbele. Watu hawataki. Unafanyaje? Endelea kuwaombea kwa Mungu. Juhudi ulifanya. Mimi nashangaa leo baadhi ya watu, tena natamba leo nafutulisha nyumbani, watu waje kufuturu. Tajiri anaalika matajiri wenzake waje kufuturu. Hiyo sio dini. Dini ya kweli, alika watu ambao hawana uwezo wao wa kukulipa. Tafuta yatima, tafuta ombaomba mitaani, nenda gerezani, kaombe wafungwa, hao ndo wafutulishe. Unafutulisha mtu kaja na gari ya milioni 100 nje, ana shida ya kufutulishwa. Unaacha watu wenye shida ya kweli ya kufuturu, afu nani nasibu leo nimefutulisha. Waliokuja wote wana hela kuliko wewe. Hiyo ni show off, sifa, mbwembwe, hupati faida, ni anasa. Kuna watu kweli wanatamani chakula hawana, wakusanye wale wote mwezi mzima wapige futari, wapelekee pilau Pasaka ikifika. Pasaka imefika, unaalika marafiki wamejaa nyumba nzima, zinagongwa pombe za milioni 2, anagongwa mbuzi 5, wanachomwa mbuzi, nyumba inanuka moshi wa vyakula. Lakini umeshindwa kupeleka kwa yatima kilo 4 tu za mchele. Basi kama yatima walipo huwajui, mwambie paroko, bwana, milioni 1 hii, tafuta yatima wapelekee, alafu kale Pasaka yako kwa amani. Nabii Isaya anatuambia kama mkifunga kwa usahihi mnapata faida zifuatazo. Kwanza, nuru yako itapambazuka kama asubuhi. Kila ukitembea unakuwa na nuru. Umefunga siku 40, umefanya matendo ya huruma, neno umesoma, umesaidia wahitaji, umetubu, umeungama, nuru yako itapambazuka kama asubuhi. Mambo yako yananyoka. Bwana ataimarisha afya yako. Afya yako haitatetereka. Hata kibiolojia, tumboni kwetu kuna minyoo mingi, midogo na mikubwa. Ukifunga yale masaa 12 bila kula chochote, ile minyoo mikubwa inaishambulia ile minyoo midogo midogo. Kwa pia hata minyoo inapungua mwilini. Sayansi hiyo. Nenda kwa daktari ukamuulize. Hata watu wanaopambana kupunguza unene pia wanashauriwa kupunguza kula. Afya inaimarika. Mtu unakula overfeeding, ikifika saa 12 kamili unagonga chai ya maziwa, unagonga bakuli ya maini, kole supu, unakula bagia 6, unakula pilau, wali wa nazi, juisi glasi 8. Umefunga kweli wewe? Ndio umejinyima au unakomoa? Haki yako itakutangulia. Kama kuna sehemu watu walichelewesha haki yako, iwe mahakamani, mirasi, kwenye kesi, funga kwa usahihi. Mungu atafungua, haki yako itapatikana. Utukufu wa Bwana utakulinda. Ukimwomba Bwana atakuitikia. Utalia, Bwana atakujibu. Bwana atakuongoza daima. Bwana ataishibisha nafsi yako. Faida hizi za kufunga kwa usahihi. Wengine hamna kitabu hiki, naomba niwatajie haya maelezo. Mtayapata wapi? Mathayo sura 6 aya 16
hadi ya 18. Isaya sura ya 58 aya ya 5 hadi ya 7. Yoeli sura ya 2 aya ya 12. Isaya sura ya 8 aya ya 8 mpaka ya 11. Utaratibu wa kufunga unategemea mambo makubwa manne. La kwanza, hali ya kiroho ya anayefunga. Kiroho uko sawa sawa? Una mahusiano mazuri na Mungu kiroho? Jambo la pili, nia au lengo la kufunga. Unapofunga, iwe Kwaresima, funga binafsi, pamoja ya kwamba ni ibada, lakini uwe na nia, uwe na lengo. Jambo la tatu, mazingira uliopo wewe unayefunga. La 4, afya ya mfungaji. Kama afya yako iko imara, funga kavu masaa 12 bila kula chochote. Kwa hiyo unaweza kufunga idadi yoyote ya siku kulingana na mahitaji, isipokuwa Kwaresima ni siku 40. Unaweza kufunga kwa utaratibu ufuatao: 1, usile wala usinywe chochote. 2, unywe au ule kidogo. 3, unaweza kufunga vitu vizuri au starehe au anasa, ukaendelea kula chakula, kunywa maji, ila ukafunga starehe zote ambazo ulizoea kuzifanya. Kwa mfano, Nabii Danieli alifunga wiki 3. Ndani ya wiki 3 yeye Danieli hakula chakula kitamu. Alikuwa anakula vyakula vya kawaida, ila sio chakula kitamu. Kwa mfano, Dar es Salaam chakula kitamu ni chipsi kuku, chipsi mayai. Unaweza ukaamua Kwaresima nzima hii nitapiga dona, maharage, ugali, dagaa, sitakula chipsi mayai, chipsi kuku, kwa sababu ni anasa, ni fahari. Kwako ndo chakula kitamu. Daudi hakula chakula kitamu. Daudi hakula nyama, hakunywa divai, hakupaka mafuta ndani ya wiki 3. Kuna watu hawalali bila kunywa pombe. Kuna watu hawalali bila kulewa. Kwaresima hii unaweza ukaamua, sinywi pombe yoyote, sitalewa, sitakunywa divai, siku zote 40. Huyo ni Danieli. Daudi yeye alifunga siku 7. Ndani ya siku 7 Daudi yeye hakula chakula chochote. Huyo alikuwa mwamba. Siku 7 hakula chakula chochote. Alilala chini ya sakafu, hakuoga, hakupaka mafuta wala hakubadili nguo. Siku 7 anafunga, analia mwanaye asife. Siku ya 7 mwanaye alipokufa, Daudi akasema, sifungi tena, nipeni chakula nile, maji nioge, nipake mafuta, nguo nzuri nivae, nikamzike mwanangu. Niliomba asife, Mungu amemchukua, sina haja ya kulia, kwa sababu mimi nitakufa, nitamfuata yeye, yeye tena hawezi akarudi kunifata mimi. Ukifiwa, lia kwa matumaini, usilie kama mpagani, kwa sababu aliyekufa hana uwezo tena wa kurudi kuwa kama wewe, lakini wewe utamfuata yeye na wewe utakufa. Tusilie kipagani mpaka unakufuru. Mungu
bora ningekufa mimi, bora fulani angekufa. Huo ni upagani. Mungu anajua kwa nini kwenye ukoo wenu kuna kichaa hafi mpaka leo anazeeka. Mnakufanyie watu mliotimamu. Mambo ya Mungu hayo. Mungu apangiwe aanze kufa nani? Kwa hiyo Kwaresima hii unaweza ukafunga starehe, anasa zote, ukala chakula. Lakini kama afya yako ni nzuri, hebu shiriki kidogo mateso ya Kristo. Piga kavu 12 asubuhi hadi 12 jioni. Baada ya hapo pata chai, maziwa kidogo, silesi 2-3, pumzika. Saa 2 usiku kula ugali wako, shiba, halale. Wakristo hatuna vunja jungu. Wakristo hatuna kula daku. Hapa kuna baadhi ya maswali naomba nijibu kabisa ambayo nimeulizwa. Mwanamke wa Kikristo akiwa kwenye siku zake anaruhusiwa kufunga? Jibu ndiyo. Mwanamke akiwa kwenye siku zake anaruhusiwa kufunga Kwaresima, kusoma Biblia, kukomunika na kushiriki kazi zote za kitume kanisani. Ni katika Uislamu mwanamke akiwa kwenye siku zake haruhusiwi kufunga, funga yake inakuwa batili. Haruhusiwi kusoma Qur'ani wala kuigusa. Haruhusiwi kuswali swala 5 hata nyumbani kwake. Huo ndo upungufu wa dini. Muhammad aliwahi kutamka na ushahidi upo kwamba mwanamke wa Kiislamu ana upungufu wa akili na ana upungufu wa dini. Na ndio maana baadhi ya Waislamu wanachukia kuwa na mjumbe wa nyumba kumi Muislamu. Yaani wanachukia sana kumwona diwani wake Muislamu, ila kusema hawawezi sababu nchi yetu ya kisekula sio ya Kiislamu. Sababu wao wanaamini na ndio Uislamu mwanamke ana upungufu wa akili na dini. Kwa hiyo wanachukia sana kumwona diwani mwanamke. Ila cha kufanya hawana, nchi yetu haina dini. Kwa Wakristo wanaume na wanawake kwa habari ya akili tuko sawa. Wao ni dhaifu kwa mambo mengine, sio akili. Bwana Yesu anasema kupitia mtume Yohana katika waraka wake wa Yohana wa kwanza 5:20, maandiko anasema nasi twajua mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili tuishi na wanawake kwa akili. Sio kwamba hawana akili, sio kwamba wana upungufu wa akili. Kwa habari ya akili, brain, wao wana akili na sisi tuna akili, ila wao wana udhaifu. Ila Uislamu umesema wazi mwanamke wa Kiislamu ana upungufu wa dini, ana upungufu wa akili. Kivipi? Wao wanajua. Moja wapo ya hoja ndio hizo. Akiwa kwenye siku zake haruhusiwi kufunga Ramadhani, haruhusiwi kuhiji Maka, kusoma Qur'ani wala kuswali swala 5. Kwa Mkristo akiwa na siku zake mwanamke, Biblia soma, kanisani nenda, pokea mwili wa Kristo, funga Kwaresima. Hakuna uhusiano wa siku zako na dhambi. Hayo ni maumbile ambayo Mungu amelizia. Tena siku zako, ukiingia siku zako, ni dalili ya kuonesha kwamba wewe mama una afya njema, afya yako sawa sawa, barabara. Kwa usiogope kufunga eti kwa kuwa upo kwenye siku zako. Funga, komunika, Biblia soma, kanisani nenda. Huo ndo utaratibu wa kufunga Kwaresima. Jinyime
Kama afya yako ina mgogoro, basi kula kidogo asubuhi, mchana kausha, kula tena jioni. Au asubuhi usile, kula mchana kidogo, endelea. Ukishindwa kabisa, basi kila Ijumaa funga kutokula kabisa kila Ijumaa. Yote umeshindwa, basi acha starehe, acha anasa. Mtu mmoja jana kanichekesha, jirani yangu. Nimeenda kuangalia mpira na mimi jioni. Nimemkuta anakunywa bia. Nikamshangaa. Bwana, vipi leo wewe unakunywa bia? Sasa nimefunga bwana kwa lazima. Nimeacha kunywa pombe kali na kunywa laini. Hiyo sio funga. Huo ni usanii. Naitwa Damian Moses Kakalala, siku nyingi ndimbo. Tukutane siku nyingine hapa hapa Haradali Media, Haradali TV. Imani ndogo inatosha. Mungu akubariki, ubarikiwe mpaka ushangae.